Assalam warahmatullahi الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر الأبابيلية وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فيا أيها الناس فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: إنه عليم بذات الصدور. وقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال القائل: لا تخاف من سواد الليل، لا تخاف من سواد الليل، ولكن تخاف من سواد القلوب، فسواد الليل
sayadhhabu ma'a nuril fajr wa sawadul qulubi la fajra laha. Amma ba'd, ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali yoyote ninakuhusieni bila kusahau kuihusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kila mmoja katika sisi anahitaji kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ulimwengu tuliokuwa nao, ili tuweze kwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tukiwa salama, na kupitia uchamungu itakuwa ni sababu ya kuzitengeza nyoyo zetu, ni sababu ya kuitengeza njia yetu ya kuelekea kwa Allah, ni sababu ya kutengeza maisha baina yetu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafungamano baina yetu sisi kwa sisi yatatengamaa kama sisi tumezitengeza nyoyo zetu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, tukiwa katika Ijumaa ya mwisho katika Rajab, leo tumekusudia kuzungumza na kugusia namna ya kutengeza moyo wa kila mmoja, ili tunapoimaliza Rajab iwe ni sababu ya kuielekea Ramadhani kwa nyoyo zilizokuwa salama, kwa nyoyo zilizokuwa tayari kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala kisawasawa. Kupitia Rajab, kupitia Shaaban, tuzipate nyoyo ambazo ni salama. Inapoingia Ramadhani, tukijaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuingie na nyoyo zilizokubali kuingia katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini nyoyo? Kwa sababu nyoyo ndiyo masdaru kulli shay'in khairuhu wa sharruhu. Moyo ndiko pahala pa chimbuko la kila jambo linalofanywa na mwanadamu. Moyo ndiyo chimbuko la kila ibada yote inayofanywa na mwanadamu. Moyo ndiyo pahala panapokaa nia inayotengeza ibada ya mwanadamu iwe salama. Moyo ndiyo kwa pahala anakotazama Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mwanadamu aliyemuumba. Moyo ndiko pahala pa kuzitengeza na kuziweka ibada zote tunazozifanya. Kwa hivyo moyo tuseme ni dharfu likulli shay'in au likulli amali min adama. Moyo ndiyo chombo cha kila matendo ya mwanadamu anayoyafanya. Yakiwa ni mema, basi yatapata mahala pazuri pa kukaa. Yakiwa ni mabaya, basi moyo utakuwa ni chombo kibaya cha kuhifadhi mambo mabaya ambayo hayo hayataki Allah Subhanahu wa Ta'ala wala Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo leo twazungumza kitu kinachoitwa dharf, ambacho ni chombo moyo. Chombo moyo ukitengeka, moyo kila kitu kimetengeka. Moyo ukiharibika, kila kitu kimeharibika. Moyo ukiharibika, hakuna wafanyaji ibada wa kisawasawa wanawatakiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali utaona ni watu walioingia katika ibada bila kuzitengeza nyoyo. Na ibada hiyo unayoiona aliyoiweka Allah Subhanahu wa Ta'ala, itaondoka ibada kama hiyo. Ukafanya utafiti wako, utawaona watu hawana athari yoyote ya ibada ya somo, hawana athari yoyote ya ibada ya Rajab iliyotajwa kuwa ni mwezi mtukufu wa Rajab, hawana athari ya ibada walioifanya ndani ya Shaaban. Unaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila mmoja yuko na hali ile ile. Ndiyo maana Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akimwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu thabbit qalbi ala dini, Allahu ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dini, Allahu ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dini. Kwa nini
Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na imani aliyonayo na daraja aliyonayo, kiwango alichonacho cha ibada baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha yafalu hadha kulla waqtin, yafalu hadha wa yad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbita qalbahu ala dini. Limadha, lesh, kwa nini Nabii Muhammad anafanya namna hiyo? Alikijua kwamba moyo ukiharibika kila kitu kimeharibika, moyo ukitengeka kila kitu kimetengeka. Na maswahaba wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kabla ya hapo na kuanza dawa, kwanza aliwatengeza nyoyo zao, alizitengeza nyoyo zao zipate kuelewa nini maana ya la ilaha illa Allah, nini maana ya dinul islami, nini maana ya al-imanu, nini maana ya dini hii anayotuitia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nini maana? Istafti qalbaka ya bin adam, utake fatwa moyo wako. Twazungumza kitu moyo, twazungumza kitu islahul qalbi, kutengeza nyoyo, kutengeza moyo, ili kupata moyo huu, kila ibada ambayo itafanyika, moyo utambua ibada hii inafanyika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni ibada ya swala, moyo utambua ibada hii itafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni ibada ya kutoa, basi moyo utambue nafanya hivi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni maisha, kama ni ilmu, ikiwa ni ibada ya kutoa ilmu, basi ibada hiyo ifanyike moyo ukitambua ibada hii inafanyika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hili la kutengeza moyo, Allah subhanahu wa ta'ala alikwisha kutoa ishara katika watakaofaulu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Sio wale watakaoswali sana, si wale watakaohiji sana, si wale watakaotoa zaka sana. Ameeleza mwenyewe, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Hakusema illa man ata Allaha bizakawati, hakusema illa man ata Allaha bisalawati, amesema illa man ata Allaha biqalbin salimin, salimin min al-riya, salimin min al-ujbi, salimin min al-hasadi, salimin min amradil qalbi, salimin salimin. Siku ambayo haitomfaa mwanadamu malun, mali yake yoyote. Tanwini ya masala ya kitanwini hayo, tankili. Malun, mali yoyote, wala banun, wala watoto wote hawatofalia kitu siku ya Kiyama. Nani ndiye atakayefaa kufaulu siku ya Kiyama? Mali hazitomnufaisha, watoto hawatonufaisha. Kitu gani kitanu? Illa man atallaha biqalbin salim, ila yeyote atakayemwendea Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na moyo salama, moyo uliosalimika na ujub na kujiona, moyo uliosalimika na kibiri, moyo uliosalimika na hasad, moyo uliosalimika na vifundo, moyo uliosalimika na riya, kufanya jambo na kuwaonyesha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo uliosalimika na maradhi kama hayo ndio moyo utakaofaulu siku ya Kiyama, ndio watu watakaofaulu siku ya Kiyama. Ndugu yangu, hal qalbuka salimun am la? Istafti qalbak, hal qalbaka salimun am la? Moyo wako ni salama kwa ibada unazozifanya? Yaenda Rajab, yaja Shaabani yamalizika, unakuja mwezi wa Ramadhani wamalizika. Hal qalbuka salimun am la? Moyo wako salama? Umeuandaa vipi moyo wako kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala? Unauandaa vipi moyo wako ukifa uwe ni moyo salama? Unauandaa vipi moyo wako kila ukifanyacho ukifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala?
Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikwisha kunena, inna fil jasadi mudghah, hakika pana katika kiwiliwili kipande cha nyama. Kila mwanadamu anacho kipande cha nyama hiki. Inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kullu, kitakapotengamaa kinofu cha nyama hicho au kipande cha nyama hicho, salaha al jasadu kullu, utakuwa umetengamaa mwili mzima. Moyo ni dhaifu, ni chombo cha kuweka kila kitu kikawa safi, kila kitu kikaketi kikawa ni kitu, ni moyo. Ibada ili iwe ni ibada ni moyo. Swala ili iwe ni swala ni moyo. Ukiswali ukiwaonyesha watu hakuna ibada, na kinachofanya ibada iwe sawasawa ni moyo. Nia ya swala inatoka wapi? Nia ya swala wameeleza wanawachuoni, mahaluha alqalbu, nia ya ibada, nia ya hija, nia ya zaka fil qalbi, moyoni. Nia ya ibada ni moyoni. Kwa nini moyoni? Kwa hivyo idha salahat salaha aljasadu kullu, moyo ukitengamaa mwili mzima umekaa sawa. Wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, kinofu cha nyama hicho kikiharibika, kisipotengezwa, kisipolindwa, kisiposomeshwa, kisipotwalishwa, fasada aljasadu kullu, mwili wote unaharibika. Anatembea mwanadamu kashaharibika, anafanya ibada mwanadamu kashaharibika. Atakabiliana vipi na Allah subhanahu wa ta'ala? Atafanya ibada iwe sahihi vipi mwanadamu huyu baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala? Ataishi na wenzake vipi huyu moyo wake umeharibika? Atasaidia vipi mayatima moyo wake umeharibika? Atatoa vipi sadaka huyu msikitini moyo hauna athari yoyote? Yoyote anayefanya ubaya jambo lake kalificha moyoni, unaweza ukawa wasema naye, unaweza ukawa waswali naye, huyo baadaye atakufanyia jambo la ajabu, huku akicheka na wewe, akisalimiana na wewe, mkiketi naye pamoja na kupeana mawazo mbalimbali, ndani ya moyo wake kuna jambo kubwa. Innahu alimun bidhati sudur, Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe akathibitisha, anajua yaliyofichikana ndani ya nyoyo. Bidhati sudur, ametaja sadri kwa maana ya qulub, sadri bi maana ya qulub. Nabii Muhammad anatueleza kututhibitishia kila mmoja anacho kinofu hicho cha nyama. Idha salahat, idha sharti hiyo, idha salahat salaha aljasadu kullu. Jawabu yake ni kinofu cha nyama kikitengamaa, basi mwili mzima utakuwa umekaa sawa. Mwanadamu atatembea yuko salama, atakufa na anaenda kwa Allah, atakuwa katika lile kundi alilolitaja Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Hawa ndio watakaofaulu bwana. Mwanadamu ataeleza kwa Allah, mimi bwana sioni katika daftari yangu jambo fulani. Allah atamwambia, wewe ulitiliwa, ulilipwa kule kule duniani kwa sababu ulifanya kwa ajili ya fulani, ulitiliwa kule kule, huku hakuna. Huku wanakuja watu ambao nyoyo zao salama, nyoyo zao ni salama, ndio watu wanaolipwa, waliofanya matendo yao kwa kutaraji dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala na malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fil jasadi mudghah. Nabii Muhammad akamalizia kwa kusema, wa idha salahat salaha al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Mtume anawaambia maswahaba, ala fahamuni, ni moyo. Mudghah inayozungumzwa ni moyo. Moyo ukitangamaa kila kitu kimekaa sawa. Mmoja katika hawa akasema, innal qalba malikun muta'u wa ra'isun mutaba'u fal a'dha'u kulluha lahu tab'u fa idha salaha al matbu'u salaha at tab'u wa idha salaha al matbu'u salaha at tab'u.
Kwa hivyo moyo ukikaa sawa, kila kitu kimekaa sawa. Moyo ukiharibika, kila jambo limeharibika. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Tuwe ni katika watu wenye kuzitengeza nyoyo. Inakuja Rajab, imekuja Rajab tukiwa bado tuko salama. Kwa Allah akijalia yaje Shaaban, kama tutabahatika kuwa salama. Inakuja Ramadhan, kama tutabahatika kuwa salama. Tufanye ibada kana kwamba leo utaondoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuzitengeza nyoyo. La utotoka katika ibada kama hizi, tuonekane ni waumini waliochaguliwa, waliofanya ibada kama alivyofanya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na masahaba zake. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qailin alim fa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innahu 'alimun bi dhati sudur. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum. Qulu jami'an astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanahu karamuhu sayyah wa la yahtaju ila an yuqala jud jaddi tasbih li sifatihi mustaqima jud ma jaa fi al-Qur'an qabila wa ma jaa fi sunnatin falam nardud man shabbaha wa 'attala lam yarshud. Amma an taqula fi al-Qur'ani fa innaka tabirud. Alaysa hadha i'tiqadukum ya ahla al-khayr? Ana kayfa la atafaqadu al-qaida khawfan min al-dhayr? Fa inna Sulaiman tafaqada al-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadha ila yawmiddin. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwa Allah azza wa jalla marata thaniya faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu, ninakuhusia tena pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama nilivyotanguliza hutuba ya leo, ikiwa tumaliza Rajab, ikiwa ni Ijumaa ya mwisho ijao, Allah akijalia, yaweza ikawa ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi Shaaban. Leo ni mwezi 26 kama sikosei, ya mwezi wa Rajab, ni moja katika ile miezi mitukufu, na Allah amekwisha kutueleza fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu katika miezi hiyo mitukufu nafsi zenu. Moja katika kuzidhulumu nafsi zetu ni kuto kuzitengeza nafsi zenyewe, ili haya tunayoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili haya tuliyoambiwa au tunayoendelea kuambiwa kwa sababu yako na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akisema Mtume, ndiyo haya tunayoyasoma. Maanake anaendelea kutuambia na kutukumbusha mambo ya Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nyoyo ndiko mahala pa ibada zote. Nyoyo ndiko mahala pasipotengezwa ibada zote zinaharibika. Wenzetu waliotangulia walikuwa wako tayari kufanya kila jambo kama jambo hilo ni sababu ya kuzitengeza nyoyo zao, kama jambo hilo ni sababu ya kuziharibu nyoyo zao, walikuwa wako tayari kuliwacha jambo kama hilo. Tumeelezwa ya kwamba la takhafu min sawadi layl, usiogope weusi wa usiku. Waweza tembea wakati wote ndani ya weusi wa usiku, lakini anakwambia watakiwa wewe uogope weusi wa nyoyo. Walakin takhafu min sawadi alqulub, inatakiwa uogope weusi wa nyoyo. Limadha? Kwa nini?
manuri alfajri, weusi wa usiku huwa ikafika mahala weusi ukaondoka kwa nuru ya alfajiri inapoingia. Ile nuru ya alfajiri inapoingia, weusi wa usiku waondoka, yeye waingia mchana. Lakini akaeleza fasawadul qulubi la fajra la, weusi wa nyoyo hakuna alfajiri kabisa. Weusi ukishaingia ndani ya moyo, uondone habari kubwa sana, ufanye kazi kubwa sana, hauondoki wenyewe. Fasawadul qulubi la fajra la, weusi wa nyoyo hakuna alfajiri. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika hili alishakucha kueleza, wala takunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum fakathiru minhum fasiqun. Msiwe kama wale ambao walishakupewa kitabu kabla yenu nyinyi, kisha baada ya pale muda ukarefuka kidogo, hawana mafundisho, hawana taratibu za Mungu, wamekwisha kuacha alichokisema Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa walipewa vitabu, hapa wanalaumiwa kwamba sisi tusijifananize na watu kama hao. Wala takunu ni nani? Ni makatazo, msiwe kama wale ambao utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum. Fatala alayhimul amad, muda ukarefuka kwa wao, hawana taaluma, hawana kufuatilia mafundisho ya mitume yao walioambiwa ndani ya vitabu vile. Baadaye faqasat qulubuhum, nyoyo zao zikawa ngumu kweli kweli, zikawa nzito kweli kweli. Wakiambiwa habari za Mungu hawana habari, wakiambiwa habari za siku ya kiyama hawana habari, wakiambiwa habari za kuswali hawana habari. Lakini Allah akasema wengi wao ni waovu, fakathiru minhum fasiqun. Itakuwaje kama tutafanana na hao? Itakuwaje kama nyoyo zetu zikawa ngumu kama hao? Nasi tunacho kitabu Qur'ani alichokuja nao na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mpaka akaeleza nyuma ya hii aya alikwisha kueleza hapo, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Alikwisha kusema alam ya'ni, haukufika muda wa kuogopa nyoyo zao utajo wa Mungu unaposemwa. Alam ya muda bado, Qur'ani inaeleza. Akaeleza huyu kwamba ni moja katika watu ambao wamelaumiwa na kutahadharishwa sisi tusifanane nao wakati wa zama hizi, na wale waliopita maswahaba na wengineo tabi'in na tabi'in. Msiwe kama watu fulani. Ukiona jambo la katazo si zuri, ukiona unaambiwa usifanane na yule, si mtu wa sawasawa. Huyu atasababisha moyo wako uharibike, moyo wako uwe mgumu. Ukitajwa habari za Mungu wewe una habari kabisa. Nyoyo zikitengamaa, kila kitu kimekaa sawa. Nyoyo zikiharibika, tutakosa kufaulu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama lingelikuwa si jambo la muhimu, Allah Nabii Muhammad asingelisema Allahu ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, asingelinena namna hiyo. Kwa nini asema? Kwa sababu moyo haukuitwa moyo ila kwa sababu ya mabadiliko badilika. Masumia alqalbu qalban illa litakhallubi, hakuitwa moyo kuwa ni moyo kwa sababu unabadilika. Leo mtu ni muumini, kesho si muumini, kesho mtu yuwasali, leo kesho yake hasali, leo yupo dhuhuri, alasiri ayub. Limadha? Masumia alqalbu qalban illa litakhallubi. Innal qalba malikun muta'u, moyo ndio mfalme anayetiiwa. Moyo ndio mfalme anayetiiwa ndani ya mwili wako, ndani ya harakati zako. Ili uchukue halali, moyo wako utauchunguza unataka vipi. Ili mtu ale haramu, utasikia moyo wako unamwambia chukua, haina shida. Ili udhulumu, moyo unakwambia fanya, haina neno. Ili unafanya uzinzi, moyo wewe fanya, utatubia, haina shida. Ili bwana la kawaida kabisa. Moyo masumia alqalbu qalban illa litakhallubihi. Innal qalba malikun mutaa, ni mfalme anayetiiwa sana na viungo. Wa raisul mutabau
wote unawaona wamesikia Allahu akbar, Allahu, kwa nini hawashtuki? Nyoyo zao zimekuwa ngumu. Allahu akbar, Allahu akbar, kwa nini hawaendi katika swala? Na wao ni Waislamu, na wao ni waumini, majina yao kina Muhammad, akina Isa, Ibrahim, Yaqub, Yusuf, Maryam, Asia, kwa nini hawaji msikitini? Nyoyo zao zimekuwa ngumu, nyoyo zao si salama, nyoyo zao bado ziko kwenye kiza. Allah ametia kiza katika nyoyo zao mpaka wakubali kubadilika. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwa nini mara kwa mara Allah anataja moyo? Ndugu yangu, moyo ndio dharfu likuli shay, ndio chombo cha kuweka kila kitu. Ibada ili ikae ni moyo utegemaye, ilmu ili ikae moyo utegemaye, ili ufanye mazuri yawe ni mazuri ya sawa, moyo ukae vizuri, ukubali kuyabadilisha yaliyoko moyoni. Wa raisul mutabau, na ni rais, ni kiongozi anayefuata moyo. Sasa akasema huyu mwanachuoni, fa idha sala fal a'dha'u kulluha lahu tabau, viungo vyote vinafuata moyo. Moyo ukichanena na tashwishi za moyo, basi mkono unachukua kupitia moyo, ulimi unasema kupitia moyo, mguu unakwenda kupitia moyo, tupu yako inafanya jambo kupitia moyo, kila kitu kinafanya kazi kupitia moyo. Sasa anasema fa idha salaha al-matbu'u salaha tabu, kitakapotengeneza na kikakaa sawa, kitakapotengenea kimoyo kinachofuatwa, basi kila kitu kinakaa sawa. Fa idha salaha al-matbu'u salaha tabu, kinachofuatwa kikiwa sawa sawa na moyo unakuwa sawa sawa. Tunaona kiongozi katika ulimwengu akiwa yuko vizuri, ikiwa ni mwenyekiti, ikiwa ni diwani, ikiwa ni rais, akiwa sawa sawa, raia wote wanakuwa sawa sawa, na maisha yote yanakuwa sawa sawa. Moyo umefananishwa na rais. Lakini rais, mwenyekiti, nani akiwa siwa sawa sawa, tutasuguana, maisha yatakuwa magumu kweli kweli. Raia watakuwa hawana pa kuelekea na hakuna pa kushika na hakuna pa kukimbilia, na moyo ni hivyo hivyo. Raia baba yao, mfalme wao, kiongozi wao ni moyo. Viungo vyako vyote mfalme wake na rais wake na kiongozi wake mkubwa ni moyo. Fa idha salaha al-matbu salaha tabu, wa idha istaqama al-malik istaqamat ar-ra'iyya. Mfalme akiwa sawa sawa na raia wanakuwa sawa sawa. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, kwa sababu moyo ni atabiu tabiu. Idha sakata al-matbu sakata atabiu. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, kuwa ni watu wenye kuzitengeneza nyoyo, watu wenye kuziandaa nyoyo, ziwe ni nyoyo zenye kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, ziwe ni nyoyo katika nyoyo zilizotajwa watakaofaulu siku ya Kiyama ni man ata Allah biqalbin salim. Istafti qalbak, utakefatwa moyo wako. Je, moyo wako ni salama? Unachokifanya wafanya kwa ajili ya Allah, unachokitoa wakitoa kwa ajili ya Allah. Moyo wako ni salama kwenye maradhi ya moyo yote? Kama moyo wako si salama, fanya hima, fanya jitihada, wewe na mimi usitengeza nyoyo hizi, ili tumuelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli khalifat nabiyyika ala tahqiq amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa Allahumma ala imam al-awwab amiril mu'minin sayyidina Umar bin al-Khattab wa Allahumma ala nurayn wal burhan amiril mu'minin sayyidina Uthman bin Affan wa Allahumma ala al-layth bin Ghalib amiril mu'minin sayyidina Ali bin Abi Talib wa an baqiyati sahabati rasulillahi ajma'in. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ونكس اعداءك اعداء الدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا محول الحال والاحوال حول حالنا الى اصل الحال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا الى دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا الى دينك برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين.
يا عزيز يا غفار. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه